Karibu kwenye Simulizi Times. Tafadhali subscribe kwenye channel yetu. Asante. Ilianza kama siku ya kawaida kabisa kwa Sara. Alikaa kwenye chumbani kwake kwenye sofa la zamani lililokuwa karibu na dirishani. Nje, matone ya mvua yalikuwa yakipiga kwenye kioo cha dirisha, yakitengeneza mikondo midogo iliyokuwa ikitiririka. Chumbani kulikuwa na joto, lakini pia kulikuwa na ukimya sana. Ukimya huu ndani ya chumba haukumpendeza Sara hata kidogo. Mama yake alikuwa akiongea kwa simu kwa sauti kali kama kawaida yake, akizungumzia kuhusu kazi. Baba yake alikuwa ameketi kwenye kiti kingine akibofya kompyuta yake kwa kasi sana. Kawaida, Sara angesomea vitabu vyake akiwa chumbani au kucheza na midoli yake wakati huu, lakini leo alikuwa amechoka. Hakujua la kufanya. Ndugu yake mkubwa Michael alikuwa ameketi sakafuni karibu na televisheni akiwa anabadilisha chaneli kwa kutumia remote. "Unafanya nini?" Sara aliuliza kwa sauti iliyochangamka kidogo. Michael hakumwangalia hata kidogo. Alikuwa amepooza macho kwenye runinga kana kwamba amegundua hazina iliyofichika. "Njoo hapa, unapaswa kuona hii," alisema huku akimuita kwa mkono wake. Sara alishuka kutoka kwenye sofa na kuketi karibu naye. "Ni nini?" aliuliza kwa shauku, akiangalia skrini ya runinga. "Sijui, lakini inaonekana kama kitu cha watu wazima," Michael alisema huku akitabasamu kwa furaha ya ugunduzi wake. Katika skrini ya TV kulikuwa na watu wakifanya mambo ya ajabu. Hawakuwa wakicheza wala kucheka kama katika katuni alizozizoea. Walikuwa wakifanya mambo yaliyomfanya Sara kujihisi vibaya bila kujua sababu. Alisogea mbele kidogo akitazama kwa makini zaidi. "Hii ni nini?" aliuliza kwa sauti ya chini, hisia za wasiwasi zikianza kumvaa. "Sijui," Michael alisema akijiegemeza zaidi. "Lakini haiwezi kuwa mbaya, watu wazima wanaifanya." Sara alikuna kichwa chake kwa mashaka, lakini hakutaka Michael afikirie kwamba anaogopa. "Sawa," alisema kwa sauti ndogo akiegemea mgongoni. Waliendelea kutazama, lakini kila sekunde iliyopita, tumbo la Sara lilianza kumhisi vibaya. Sauti kutoka kwenye runinga zilikuwa za ajabu, na yale walioyaona yaliwafanya kuhisi tofauti kabisa. "Mbona wanafanya hivyo?" Sara aliuliza. "Sijui," Michael alisema akibana mabega yake. "Labda ni kama mchezo." Kisha akageuka kumwangalia Sara, macho yake yakimetameta kwa wazo jipya. "Hebu tujaribu." Sara alipanua macho. "Tujaribu? Hapana Michael, sidhani kama tunapaswa." "Kwa nini?" "Haiwezi kuwa ngumu," Michael alisema kwa kujiamini. "Njoo, itakuwa ya kufurahisha." Sara alisita. Tumbo lake lilikuwa linamwambia hapana, lakini hakutaka Michael afikirie kuwa yeye ni mwoga au mtoto mdogo. "Sawa," alisema kwa sauti ya chini, "lakini kidogo tu." Walipoingia chumbani na kujaribu kile walichokiona kwenye runinga, Sara alihisi uchungu mkali wa ghafla. "Acha, inauma, tafadhali acha," alilia huku akijaribu kujitoa. Michael aliganda, uso wake ukigeuka kuwa mwekundu kwa mshangao. "Sikujua kama itauma," alisema kwa sauti ya chini. "Labda hatukufanya sawa, tuache." Sara alitikisa kichwa haraka na kujikunja kitandani, machozi yakimtiririka mashavuni. Hakuelewa ni nini kilichotokea, lakini alijua jambo moja, haikuwa sahihi. Usiku ule hakuweza kulala. Kila alipojaribu kufikiria, alihisi uzito wa maumivu moyoni mwake. Alitaka kumwambia mtu, lakini nani? Mama yake alikuwa na kazi nyingi, baba yake alikuwa hata na kazi zaidi. Na je, wangemkasirikia? Asubuhi iliyofuata, jirani yao Aunt Mwamvita alikuja kuwatembelea. Yeye alikuwa mtu aliyemfanya Sara kuhisi vizuri kila mara. Alikuwa na tabasamu kubwa la kupendeza na kila wakati alikuja na harufu tamu kama ya biskuti za vanilla. "Sara, mbona leo uko kimya hivyo?" Aunt Mwamvita aliuliza kwa upole. Sara alitafakari kwa muda, akibana midomo yake kwa mawazo. Alikuwa na hofu ya kuadhibiwa, lakini hisia nzito alizokuwa nazo moyoni zilimfanya ahisi kwamba anahitaji kusema. Aunt Mwamvita alisema kwa sauti ya chini, "Jana niliona kitu kwenye TV na Michael. Hatukukielewa, lakini tukakijaribu na kiliuma." Tabasamu la Aunt Mwamvita lilififia, lakini macho yake yaliendelea kwa yenye upole na huruma. "Oh Sara," alisema akishika mkono wa Sara kwa upole. "Ninafurahi sana kuwa umeniambia. Kile ulichokiona hakikuwa cha watoto. Wakati mwingine kuna mambo ambayo watu wazima hufanya, lakini si salama au sahihi kwa watoto. Ulifanya jambo la busara kwa kuacha na kuniambia." "Lakini mbona iliuma?" Sara aliuliza kwa sauti ya kutetemeka.
kwa sababu mwili wako bado unakuwa, Aunt Mwamvita alisema kwa upole. Na hata watu wazima wanapaswa kuwa waangalifu sana na miili yao. Jambo muhimu ni kwamba kila wakati unaposikia kitu si sahihi, unapaswa kusikiliza hisia zako. Sara alitikisa kichwa polepole, mzigo moyoni mwake ukianza kupungua kidogo. Sikupenda, alisema kwa sauti ya chini. Najua, Aunt Mwamvita alisema, na hutakiwi kufanya jambo lolote linalokufanya uhisi vibaya. Mwili wako ni wako na ni muhimu kuulinda. Baadaye siku hiyo, Aunt Mwamvita alizungumza na mama yake Sara. Mama yake alimsikiliza kwa makini, uso wake ukiwa mzito lakini si wa hasira. Jioni ile, mama yake aliwaita Sara na Michael sebule na kuwakumbatia wote wawili. Sara, nimefurahi sana kwamba ulizungumza, alisema. Kile ulichokiona hakikuwa sawa na naomba msamaha kwa kutokuwepo ili kuwalinda. Kuanzia sasa, tutazungumza zaidi kuhusu mambo muhimu kama haya. Mitchell alinyamaza kwa muda, kisha akasema, naomba radhi Sara, sikujua kama ingeuma. Nilidhani ni mchezo. Ni sawa Michael, Sara alisema huku akitabasamu kidogo. Sote tumepata funzo. Kuanzia siku hiyo, familia yao ilibadilika. Mama yao alianza kutumia muda zaidi nao, akizungumza nao kuhusu usalama na mipaka. Walijifunza jambo muhimu, ni sawa kabisa kusema hapana na kuzungumza wakati kitu kinahisi si sahihi. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Sara alihisi akiwa salama na mwenye amani zaidi. Naamini umejifunza kitu kupitia simulizi hii. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili upate simulizi zetu pindi zitakapotoka. Naitwa Eric Bo.